Matusi kama hayo, hiyo ndio ya kwanza, na inamaanisha kwamba serikali na rais wa Kenya wakati huu amepotea njia kabisa, na tutaki watoto wetu wakuwe kwa environment ya matusi kama hayo. Na tunataka kumwambia kiongozi wetu asirudi chini kujibizana na mtu kama huyo. Hatutaki arudi kujibizana na mtu kama huyo. Na nikataka kuambia pia Wakenya waangalie uongozi wa huyu mtu ambaye anatumia matusi, na hakikisha kwamba 2027 hayuko tena kwa uongozi, sababu kama wakati huu anafanya hivyo kutukana wengine na mnayo na kutukana wananchi na kuwadharau, na je akipata miaka ingine 5, hii uchumi ameimaliza kabisa. Sasa kama mtu ameshindwa na kuangalia mambo ya uchumi, ameshindwa na mambo ya afya, ameshindwa na mambo ya shule, sasa huyu ni faida gani ako nayo? Kwa hivyo asianze kupanic vile aliambiwa na party leader wetu, deputy party leader, asiache kupanic. Lakini saa nyingine mtu anapanic sababu anajua mwisho wake wa uongozi imefika. Ni matusi ambayo haistahili kutoka katika kinywa cha mheshimiwa rais, kwa sababu rais katika nchi ya Kenya is the symbol of national unity. So kuleta ile masuala ya matusi atuoni kama inaambatana na ile symbol ya national unity. Kwa hivyo na sisi kutoka hapa Kisii tunataka kumwomba mheshimiwa rais aweze kutulia ile masuala ambayo chuzi ameanza kutuambia mambo ya watu kuwa na wanawake, ametuambia juu ya kufanya maneno ya kukula chakula. Unajua ni jambo la kusunisha sana wakati unaona rais wa nchi anazungumzia maneno ya kukula chakula. Unakula chakula gani? Unakula portion gani? Na yeye ni rais. Na mimi kitu na shangaa ni siku gani mheshimiwa rais amekuwa nutritionist ili aanze kuambia watu ile kiwango ya chakula wanakula, ile chakula ambao hawastahili kukula. Ndio